Imagine mamako kama ni single mother, we kijana mkubwa ni wewe unastahili kulipia mamako mahari. Na ile kitu hamjawahi elewa kulingana na Kikuyu culture. Hata kama umelipia mamako mahari, msichana wako hastahili kukuletea. Ustahili kukula dawari ya msichana wako. Me I thought as long as umelipia mamako dawari, msichana wako anaweza kuletea. Kulingana na Kikuyu culture, hiyo italeta calamities. Nataka tuongee zile vitu watu hawajawahi elewa about Kikuyu cultures. Kuna do's and don'ts. Na niliwaambia kwa hiyo previous video venye watu wamekufa wengi. Nataka leo tuguzaguze hiyo mambo. Na before tuende hapo kwa do's and don'ts, nataka niwape experience yenye niko nayo na about my dowry, my own experience with my dowry payment. Wacha niwaambie. Kuna vitu nilifanyishwa hata saa hii mimi ukiniambia hiyo si witchcraft siwezi amini. And I was very scared to skip them. Juu niliambiwa usipofanya hivi kuna watu walikataa na walikufa. So sikuwa na otherwise. Listen. Mara ya kwanza tukaplani dowry. Ikiwa kama dowry ni ya Saturday. Ikiwa siku ya ilikuwa Wednesday. Nikapigiwa simu nikaambiwa kuja home. Nikaenda nikapata mzazi wa mamangu. Akasema, "Haya, nasikia unaleta udhoni." Udhoni ni hiyo kurashia hiyo dawari. Nikamwambia hii Saturday, "Aya. Wewe unataka kukufa? Uwezi leta before uchije mwate ama harika." Lakini sana sana yeye alisema si harika. Mwate ni a young sheep. A young sheep, harika a young goat. And to make the matter worse, the young sheep, the mwate, must be a virgin. Haijawahi guzwa hata kunuswa na ndume. Haiwezi. So I was like, what? Na nikaambiwa hata ukitaka kuacha uache, lakini uwezi amka kesho. Nataka tuongelelee hiyo mambo leo. Tutoke hapo na solution. Utajuaje ni dawari imefanya ukufe ama ni dawari imeleta magonjwa? Haya, tuendelee. Before tufike hapo, wacha niwaelezee. So I was like, tumeplan hii Saturday na tumejipanga venye tunakuja, but nikaambiwa hapana. But solution my grandfather akasema mnaweza kuja but isikue kama ni dawari. Ikuje ni kama mmekuja kusema kuona boma. Wazazi wamekuja kuona boma. So venye tulikuwa tumejipanga ndivyo tulienda, but haikuandikwa place. Kwa sababu uwezi peleka, ingekuwa ni udhoni, unapeleka udhoni na unjapeleka the virgin sheep. Hiyo inaleta calamities ama bad luck, hata kifo. So tukapanga, ikakuwa hiyo haiwezi kauntiwa. Nakumbuka unajua kwa Kikuyu si pombe. Kitambo watu walikuwa wanaenda na pombe. Sasa hivi watu waliokoka wanaendanga na crate za soda. So tulikuwa tumejipanga na crate 8 I think na pesa. Kila kitu lazima ikue even number. Yes, divided by 2. So tukapanga, hiyo siku haikuandikwa kitu. Hiyo ni kama kuona mboma. Kamoshi. Hiyo ni kuona ni kujua boma ni gani, msichana ametoka wapi na mnasema ni nyinyi mko na msichana wenu. So hiyo haikuandikwa place. Tukamaliza hiyo. So baadaye nikajipanga I think after 10 years nikasema nataka kupeleka the main sasa dowry. So before hiyo main dowry lazima ile the mwate usisahau ni virgin sheep. Na lazima ikue virgin. Na mtu anajiuliza itafika aje hapo ikiwa virgin? Kitu ya kwanza lazima ikuwe ndogo. Haitakuwa mzee, katakuwa tu kadogo. Na kuna kuanga na mzee kwa hiyo kijiji, hata anyway mnaweza iendea hata 2 kilometers away ama 5 kilometers. Kuna mzee anakuanga nazo, wanajuanga ni za hizo rituals. Once kamezaliwa anakaseparate na the mother and the other sheep. Ndio kasinuswe, akastahili kuwa kamenuswa na dume. So lazima kakue pure virgin. Na ikiwa imeguzwa na dume, hiyo inaweza ua watu kwa boma. Twende nayo. Sasa process ya kuchinja hii mwate ndio stress. Kitu ya kwanza niliambiwa mwate lazima ichinjiwe kwangu kwenye nimeolewa sasa, nyuma ya nyumba. Na mwenye anaichinja ni a relative from your mother's side. So my uncle came. Kuna process ya kuchinja, alafu amwezi tandika majani tu kama ile ya ndizi. Kuna zingine zinaitwa maigoya, ndio zinawekwa chini. Sikuwa hapo, sistahili kukua hapo. Inachinjiwa nyuma ya nyumba. Alafu hizo nyama zinaseparatiwa, kuna za wanawake, kuna vijana wajatairiwa, wazee, wamama wazee, hivyo age group zote. So zinapangwa, zinawekwa kwa bucket, alafu the elder brothers ndio wanapeleka, alafu nyinyi mnakuwa nyuma. Kwanza wafike, wapeleke, alafu mwafuate nyuma na inaitwa aje? Kuna pombe a special one. Not the Muratina.
Juu watu wakisikia ni pombe ya Wakikuyu wanadhaningi ni Muratina. No, this one is very special. Kwa sababu huwa inatengenezwa na molasses na sugar cane juice. Na sukari, yeah, I think molasses na sugar cane juice. Hiyo tu kwa sababu inakuanga very expensive. I think 20 liters ni almost 10,000. Inakuanga a bit expensive. So once before hizo nyama zipelekwe, kwa sababu zimefunganishwa za vijana hivyo, hizo age group zote, the bride na familia yake, the nuclear family, mnapeangwa aka kanyama kamkono ya right, unaona, the right arm, hiyo ndio mnapeangwa wewe kama the bride and your husband and the kids. Alafu juu mamangu hakuwa hai, lazima yule mtoto nimenemu mama yangu arambe hiyo nyama kwa mdomo hivi, airambe. Vitu zingine nawaambia zinakaa weird, zinakaa kama witchcraft. That's why nilisema nita create awareness. Tunaweza epukana na hizi rituals kwa sababu okay, I'm a Christian but sikuwa na otherwise, lazima nizifanye kwa sababu I think nikisoma hata Bible nilikuwa naona hata Waisraeli walikuwa na cultures zao, but hizi zetu I think ni weird. I don't know, but nilikuwa naogopa nisiepuke alafu ini affect. So huyo mtoto mwenye nimenema mamangu, juu mamangu ni deceased, lazima arambe hiyo nyama alafu tuichemushe, si kukaanga, ichemushwe tukule na my nuclear family. Tukimaliza kukula ndio tunaandamana. Tunaenda na sukari na ukitaka shopping hizo ni vitu unaongeza, lakini hiyo pombe lazima iandamane na nyama. Sukari mnaweza enda nayo baadaye ya wa mama wa clan. So tukaenda. Hizo nyama zinapikwa na wamama. Alafu kijana njatahiri lazima akule yenye ya age group yake. Ya wamama tuseme kama millennials, kuna magenets, hivyo silent generation, hivyo lazima zikuliwe hivyo. Uwezi kula nyama yenye ustahili kukula. So lazima kukue na wamama wanaangalia. So after hiyo process yote, familia the in-laws wanaingia kwa nyumba, wanaongea about zile vitu zinafuata. Believe you, niliplan ikuwe Wednesday, tukaenda tukachinja hiyo mbuzi, the main dowry ikiwa Saturday. Kwa sababu huwezi pita hii mambo ya mwate lazima. So hiyo ikaisha, tukaenda Saturday. Saturday hakunanga mambo mingi. Ni unajua kwa dowry kwa Wakikuyu haishangi. So zinakuanga process. Kuna hiyo kujua boma, kuna kohada ithege. I can't even explain the process but ni mingi. Kuna gurario, rurashio, ni mob. Like kwa Wakikuyu uwezi lipa dowry yote at once. Nataka munisikize. Unajua mtu anaweza kuwa maybe ni tajiri aseme me I want to finish everything. Uwezi lipa dowry yote kwa Wakikuyu. Haiwezi isha. Inaendanga process by process. Ukisema unalipa yote hivyo, hiyo inaleta calamities kwa boma. Yes, inaweza maliza watu wote. Na unajua kuna watu sahihi wakisikia nikiongea hivyo wanasema hiyo ni mindset tunakuanga nayo. Fanya research. Mpaka wale watu wameokoka kina waramba. Kwa sababu nakumbuka kuna pastor alisema hiyo harika kwao ni harika. Kuna watu wanaambiwa wapeleke harika na wengine mwate. Yes. So kwetu ni mwate. Wenye huyo alisema hawezi peleka harika. Nakwambia watoto wake walikufa watatu, wawili wa kwanza alafu mwingine. Ikabidi aokoe wale wengine wawili wamebaki. So hizi vitu ziko. But watu wakijua tu venye tunaweza fanya tuachane na hizi vitu, walai the earlier the better. Okay, tuende hapo. Tukimaliza hapo after the main dowry, okay, unapeleka cash. Sasa hii hakuna mambo kwa Wakikuyu, hakuna mambo ya ng'ombe. Unapeleka pesa na crate za soda, hizo ndio zina count yangu kama pombe. Lakini sasa lazima zikuwe even number. Alafu kuna venye hizo crate za soda huwa zinafungwa, zinawekelewa kwa kichwa. Na lazima mfunge fiti. Kuna venye huwa zinafungwa as in kuna process ya kufunga juu mkiwa mmefunga vibaya mnapigwa fine. So nataka niguzaguze sana mambo ya dowry kwa sababu kwa Wakikuyu mkifanya research hata sijui inaingia na wapi na kanza, kwa sababu unaweza stukia dowry mmefanya venye haistahili iwe watu kama watatu na wote wanakufa na kanza. Yes. So nataka niulize, unajuaje mtu amekufa juu ya dowry payment? Utajuaje ama hii dowry once imefanywa vibaya, utajuaje ndio imeua mtu? Ama inatake how long? Kwa sababu unastukia dowry imefanywa after 3 years, unasikia mtu amegojeka, mnaanza kusema ni hiyo dowry. Utajuaje?
Sahi watu wengi sana wanajilipia mahari, especially single ladies wanajilipia. Na kulingana na Kikuyu culture, wakati nilikuwa nafanya research, wanasema hata ukijilipia dowry, tuseme maybe you have the first born ndiye amekulipia dowry, there is no way anaweza receive your dowry. We just need to have a very good conversation, kwa sababu unapata wazee hawataki kuelezea. We just need a committee ama Kikuyu Councils of Elder waambie watu kila kitu. Kitu ingine ni hii mambo ya kurudishiwa dowry, kwa sababu saa zingine unaona kama hizo rituals zote nilifanyiwa, kuna damu ilimwagwa nyuma ya nyumba, tukakula hako kanyama, ujue hizo ni rituals. Yes, hebu imagine saa hii siko kwa hiyo marriage. Hii shit naweza toka aje kwa hiyo shit. Nataka watu waniandikie kwa comment. Mbuzi imechinjwa, unajua kabila zingine wanapelekanga ng'ombe, kama ni ng'ombe 5 ni ng'ombe 5 ama 6. Lakini kwa Wakikuyu once damu imemwagika, hizo ndio unasikianga, hizo ni rituals weird na ni serious. So can you undo those rituals? Nataka mniandikie kwa comment ile kitu yote inakusumbua, mambo ya cultures, something you don't understand. Nataka tuambiane ukweli. Ukifanya research, tuangalie the do's. Kwa Wakikuyu before mkipeleka dowry, kuna lazima mpeleke tank. Mnapeleka tank. What else? Kuna tank, unga sijui ni unga sijui kama ni ya ngano ama ni ya ugali, but kuna unga na kuna tank ya maji. Hii tank ya maji ni kumaanisha huyu msichana ni yeye alikuwa anasaidia mamake kuchota maji, so atakuwa available, so lazima mpeleke tanki ya maji. Kuna zile na majani, lazima upeleke tanki ya maji na majani na unga. Ni nini ustahili kupeleka kwa dowry? Kwa dowry huwezi peleka chumvi. Ukipeleka chumvi, hiyo inaleta calamity na watu wanakufa karibu wote. Chumvi haipelekangwi kwa dowry, najua watu hawajui. Vitu zingine nikiwaambia ni logic. Kuna vitu hamwezi peleka. Chumvi ni kitu ya kwanza. Kama unajua ni nini ingine huwezi peleka kwa dowry, niandikie hapo kwa comment guys. Tunaendelea ku create awareness. Do's and don't. Kama kuna kitu unajua ustahili kufanya kwa dowry, niandikie hapo kwa comment, kwa sababu mimi si expert wa hizo cultures. I'm just creating awareness. Kama kuna mtu ako na information mingi anastahili atuambie. Mnaona, kwa sababu watu ni wengi. Alafu kitu ingine tunaweza jiuliza. Kansa na dowry sijui inaingiana wapi, kwa sababu kwa Wakikuyu utapata watu wamekufa na si jokes, na mfanye research. Unastukia maybe babako umempelekea dowry, alafu kidogo kidogo maybe amegojeka kansa, watu wanasema yes alikula. Alafu kuna wazazi greedy, whether mtoto wako alikuwa amelipiwa na bwana wa kwanza, wewe bado unaendelea kuletewa na bwana mwingine. Unaona hizo rituals zinafanyangwa aje ndio udhoni imalizwe? Kuna ambiwango killing the what? The ushemeji, killing the ushemeji, hiyo udhoni inaisha. So process hakuna mtu anajua, kwa sababu wengine alilipa ngapi? 30,000 na ni 20 years ago. 30,000 ukifanya hesabu na sahi ni domob. So wanarudisha to the exact amount. Na saa zingine kama mko na watoto, unajua kulingana na Kikuyu culture, mwanaume mwenye ameoa mamako ndiye babako, lakini saa hii hakuendi hivyo, kwa sababu unastukia baba watoto maybe alikuwa amelipa na hataki kurudishiwa, kwa sababu yeye anataka au watoto wake wamletee. Itaenda aje? What you just need to sit down, have a very good conversation. Kusikue na mtu anakasirika, kwa sababu unastukia mnaweza rudisha dowry by force, na maybe mwenye hiyo dowry yako anataka irudishwe. You just need to communicate. Na ikifika place imekuwa serious, muachane nayo. Wewe kama ni kwenda kwingine, ende upepetwe karai, kwa sababu imemaliza watu kwa boma. Na kuna watu wanasema nyinyi Africans mnakuanga na hizo mentality. Wewe acheni niwaambie, kuna mtu aliniambia brother yake alikataa kufanya hizo mambo juu anakaa sijui Germany. Alizika watoto wawili, akaona mwingine wa mwisho atakufa, ilibidi akuje afanye hizo rituals. Na saa zingine unastukia kuna place umeoana, mama hajaolewa, wewe unapeleka dowry kwa hiyo boma. Huyu mama hajalipiwa dowry, na ukifanya research alikuwa ameolewa place nyingine na hakulipiwa. Unajua as long as kuna place alienda akaacha watoto huko, unaweza stukia hiyo boma. Yani kuna vitu mingi sana. Kuna mwingine aliniambia, Esther, mamangu atakangi kuongea about my dad. Nikamuuliza kwa nini? Babangu mimi nakumbuka tukiwa wadogo, babangu ni kama tulikuwa tumepeleka sonda. Kwa Wakikuyu sasa hivi wanasema sonda. Tulikuwa tumepeleka sonda kwa grandfather, lakini mamangu juu aliolewa tena, huyu mwanaume bado alipeleka.
Unaona hawakukaunt zile za kwanza. As in wanawake wanafika place wana reason na emotions. Ni vizuri ku recognize your ex kama kuna kitu alikuwa amefanya, talk about it, kwa sababu unaletea watoto nooks. Ni watu wangapi wamezikwa juu ya dowry kwa sababu wazazi wako greedy na hawataki kutupea information. Especially kama ukipata mamako waliachana na ex. Unajua wanawake wana reasoning na emotions. Hataki ku recognize yule ex, huyo ni bure, as long as alimfanyia kitu, analeta emotions kwa watoto. Talk about it. Before ukijua mamako ni yule ako na personality ya kuficha mambo, ama akichukia mtu amemchukia, uuliza watu wazee ama age mate wa mamako. Saa zingine unastukia mtu akisema, mimi shosho yangu hataki kusikia dowry italetwa kuka yetu akule. Unajua kuna wale wanawake wa Kikuyu kwanza wakiwa kwa hiyo boma, dowry ikiletwa ni kama ni yao. Na wao mabwana zao waliwalipia dowry. Imagine umeletewa dowry, msichana wako ameleta dowry lakini mamako ndio anataka kukula, asipee babako. Hiyo bando inaua watu. Unaweza stukia huyu mzee amekasirika. Ujue baba yako akikasirika unaweza kuwa unashika mimba yake. By the way, kwanza hii ya mimba, hii nitawatengenezea. Na kuambia babako anaweza kuachia laana. Unaona mumeleta dowry, unajua kuna zile boma wa mama ndio uongea. Simfanye research kwa Kikuyu kuna kuanga na boma wazee wananga as in dowry ikiletwa mama ndiye anataka kuchukua. Na unaona huyo mzee hata kama alipeleka mbuzi mbili kwao, hiyo bado ni kitu serious kwa sababu hiyo ndio alikuwa ameafford hiyo time. So haustahili kudharau bwanako hata kama alipeleka kitu kidogo. Unaona, so unapata wanawake wamechukua majukumu. Hiyo wanasema equality. Watu wanafanya watoto wapate nooks. Juu kuna msichana aliniambia, mimi polisi yenye nimeolewa, mother-in-law ni yeye aliletewa dowry na msichana. Baba yao hawakumpea kakitu. Mama yao alisema ako na project. As in mzee wa boma ndiye anastahili apewe hiyo dowry. Wanawake tangulini wakakuwa involved kwa dowry. Bwanako ndiye anastahili kuchukua hiyo dowry. Whether unamdharau ama unamchukia aje. Unaona wazazi ndio wanafanya watu wapate nooks. Kijana mwingine akaniambia, imagine mamangu dowry ya sister yangu alipea babangu 500. Zingine sijui akajengea ng'ombe, hata hakutaka huyo mwanamume apangie hizo tu. So alikuwa anatuambia imagine kwetu sasa. Unaona tukizaa baba yetu, ukipata mtoi mwenye unanimu babako anakufa. So alikuwa anatuambia hakuna mtu amezaa baba yao. Unaona, kwa sababu ni kama alikasirika hiyo time ya dowry. Wanafikirianga kitu kama hiyo. Kwa sababu kwa Kikuyu, imagine ukizaa mtoto wa kwanza si unastahili kunemu baba yako. Ukizaa wa pili kama ni demu mama yako, mama ya bwana, watoto ndio wanazaliwa wa kwanza. So ikifika place unashika mimba, unajua obviously huyo mtoto alikuwa supposed kunemiwa babako. Alafu huyo mtoto maybe hata anakaa mwezi anakufa. You just need a good conversation. Huyo mzee maybe mumtijia buzi at least. Unajua kwanza wacheni niwaambie kitu moja hamjawahi realize. Unaona mzazi mwanamke si rahisi ya kukasi, lakini mzazi mwanaume anaweza kukasi. Unaona, kwa sababu wanaume unajua hawezi kuwa na ile motherly love. Mzazi wa mwanaume ndio wako na hiyo baraka. Ngoja usikie kamati ya roho chafu. Unajua hata kama Mungu ndiye uweka signature, as long as uko na makosa babako atakukasi, lakini kama huna makosa hawezi kukasi. Unaona kuna wazazi najua ni stubborn, but as long as unadharau babako, my friend, laana itakupata. Kwa sababu mwingine aliniambia, nakwambia kwetu kuna kuanga na laana. Na ya nini? Ati unajua mama yetu alikuwa anatuonyesha baba yetu venye ni mbaya, so tulikuwa tunadharau baba yetu. Wacheni niwaambie, unaona mzazi wako mmoja akianza kukuambia mambo baya za mzazi wako, wachana na yeye. Do the right thing. Mzazi wako hata kama walikosana, ujinga yenye walifanyana wakiwa wawili, it's none of your business. Mzazi wako atabaki kuwa mzazi wako no matter what happens. Mungu ndiye anaweka signature, but Mungu hawezi hata yule mtu wako guilty akuwe unpunished. Lazima ukuwe punished. So watu wapewe wazazi respect. Na most of the bombers kwa Wakikuyu unasikianga wanaume ndio wanadharauliangwa sana. I just need to create awareness. Blessings zinatoka na dad. Baba yako anakupea blessing. Utasikia kamati ya roho chafu, babangu alikuwa mjinga. Kwanza mambo ya kusema babako alikuwa fala, forget about it. Kwa sababu kuna ambiwangwa ushiara ni kule hadhiri. As in giving birth, it's like you are paying a debt. Kwa sababu venye mzazi wako alikuzaa hata wewe utazaa ulipe hiyo deni. Mnaniget. So usishinde hapo ukimbeba grudges za wazazi. Do the right thing. Kama ni dowry mamako alipelekewa na babako ndiye anastahili kureceive hiyo dowry. Hii mambo ya kufanya ati juu mamako na babako hawasikizani, dowry mkileta mnapea mama zenu, kitawaramba, na hii ndio inamaliza watu kwa mboma. Kikuyu Councils of Elder, mnastahili muongee. Boy child apewe respect yake. Kwa sababu unastukia simfanye research.
wanawake wanachukua majukumu zingine. Niliona mwingine ako na bwana na mpaka kupeleka mtoto akatahiri wa kijana ni mwanamke anapeleka. Bwana aambiwi kitu, juana ka kitu. Watoto wakigrow wana disrespect baba zao kwa sababu wamebrainwashiwa na mama zao. It's very bad. Huyo mwanaume hata kama alipeleka mbuzi mbili kwenu, nao wasichana wako wanaleta mali mingi, yote ni yao. Wacha niwaambie vitu zingine ni logic. Kuna zile vitu huwezi change. Huwezi change mzazi, huwezi choose. Hakuna mtu anachaguliangwa, lakini anachaguanga yule mzazi anataka. So vitu zingine watu wanastahili wa have a very good conversation. Hii mambo ya dowry imeleta vifo, na mfanye research, si jokes. Na sijui bona inaingiana na maybe accident. Zile vitu zinaua watu juu ya dowry sana ni accident na cancer. Accident na cancer. Ngoja usikie kamati ya rochafu. Watu wengi wanasema cancer inaletwa na lifestyle, and I believe. Na believe hivyo, lakini sasa sijui bona ufanye dowry venye haistahili alafu mpate cancer watu kama waine. No way. We just need a very good conversation. Kikuyu Council of Elder. Sijui ni kitabu mtatutolea. Thank you very much guys. Subscribe to my YouTube channel. Kama kuna ile kitu uelewi about culture, niandikie hapo kwa comment tufanye research pamoja. Nawapenda sana. Bye.